cha Isaya sura 49. Tutaangalia mstari wa 11, lakini tutaanza mstari wa 10. Biblia inasema hawataona njaa wala hawataona kiu, hari haitawapiga wala jua, kwa maana yeye aliyewarehemu atawatangulia, naam, karibu na chemichemi za maji atawaongoza. Mstari wa 11 asema, nami nitafanya milima yangu yote kuwa njia, na njia kuu zangu zitatukuzwa zote. Tazama, hawa watakuja kutoka mbali, na tazama, hawa kutoka kaskazini na kutoka magharibi, na hawa kutoka nchi ya Sinimu. Bwana Yesu asifiwe. Natamani utazame mstari wa 11, sema nami nitafanya milima yangu yote kuwa njia. Kwa hiyo kumbe, kwenye ulimwengu wa roho, Mungu ana uwezo wa kufanya milima kuwa njia. Mahali ambapo panaonekana sio njia pakawa njia. Mahali ambapo panaonekana pagumu, hapaeleweki, Mungu anaweza kupafanya kuwa njia. Mimi sijui kwako na kwenye maisha yako kuna mlima wa aina gani, lakini Biblia inasema Mungu katikati ya kila mlima ana uwezo wa kufanya njia. Hapa timbo tunaposema ya kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya njia pasipokuwa na njia, ni jambo gumu limekuwa kwenye maisha yako, kuna jambo zito kiasi gani limekuwa kwenye maisha yako, lakini nataka nikwambie asubuhi ya leo, Mungu anaweza kufanya njia pasipo na njia. Ni madeni yamekaa hapo na uelewi utatokaje tokaje. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, Bwana akisema, hakikisha unaamini ya kwamba Mungu anaweza kufanya njia pasipo na njia. Asubuhi ya leo natamani tuombe mbele za Mungu, tumwambie Baba, umesema kwenye neno lako mahali palipokuwa na mlima unaweza kufanya njia. Baba, mimi kwangu kuna mlima kwenye uchumi, kuna mlima umesimama kwenye biashara, natamani ufanye njia pasipo na njia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hebu nyanyua mikono yako juu asubuhi ya leo, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, asante kwa asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, ninaomba rehema, ninaomba toba kwa damu ya Yesu. Kila mahali niliposababisha milima magumu pasipoonekana njia pakadhihirika kwenye maisha yangu, sema Bwana Yesu, ninaomba asubuhi ya leo, fanya njia kila mahali pasipokuwa na njia. Sema Bwana Yesu, kila mahali palipo na giza, sema Bwana Yesu, weka nuru tena. Sema weka nuru tena katika jina la Yesu. Hebu fungua kinywa chako, mwambie Baba, kila mahali palipokuwa pagumu, mwambie Baba, fanya njia. Mahali pasipoonekana kuwa na njia, mwambie Baba, nionyeshe njia tena. Mahali ambapo sielewi nitatokaje tokaje, mwambie Yesu, asubuhi ya leo ninaomba sawa sawa na neno lako. Ulisema katikati ya milima utaweka njia. Mahali ambako hakuna njia, Baba, unaweza kufanya kuwa njia. Mwambie asubuhi ya leo, Baba, tengeneza njia kwa ajili yangu. Tengeneza njia kila mahali palipo pagumu. Njia kwenye uchumi, natamani kufanikiwa sana, lakini sielewi nitatokaje tokaje. Asubuhi ya leo paza sauti yako, mwambie Yesu, hapo panapoonekana hakuna njia, mwambie Baba, tengeneza njia tena. Mwambie Baba, tengeneza njia tena. Mahali ambapo panaonekana sijui nitavukaje, lakini Baba, wewe ni Mungu unayetengeneza njia pasipo na njia. Asubuhi ya leo ninakuita Bwana kwenye madhabahu hii, tengeneza njia, tengeneza njia. Wewe mtengeneza njia mahali pasipo na njia, ninakuita asubuhi ya leo, tengeneza njia tena Bwana, tengeneza njia tena Bwana. Kwenye uchumi tengeneza njia, kwenye biashara tengeneza njia, kwenye kazi tengeneza njia. Ele raba baba bakuraba ashadori kata bakori ele kata bakori ya baba ele daria bandurobosika. Baba, ninaombea watumishi wako asubuhi ya leo,
Baba, tengeneza njia Bwana. Wengine imani zao Bwana zinaanguka, wengine hawaelewi watatokaje, wengine hawaelewi watavukaje. Asubuhi ya leo Baba, ninaomba tengeneza njia kila mahali paliposimama mlima kwenye maisha yao, kila mlima uliosimama wengine kwenye uchumi wao, kila mlima uliposimama wengine kwenye ndoa zao. Asubuhi ya leo Baba, tengeneza njia, tengeneza njia, tengeneza njia. Wengine hawaelewi watavukaje, wengine hawaelewi watasimamaje, lakini Baba, wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ukisema Baba, na ni kweli yote. Asubuhi ya leo umesema ya kwamba utaweka njia kwenye milima na kila njia kuu utazitukuza. Baba, asubuhi ya leo tengeneza njia, tengeneza njia. Wengine mpaka kwa watoto, wengine kwenye biashara, wengine kwenye kazi, wengine Baba kwenye ndoa, hawajui wanavukaje, hawajui wanatokaje. Baba, asubuhi ya leo ashadaria makoria alakatabaria dorobo koria makadaba ya dorobo sika shandara. Baba, hebu paza sauti yako, mwambie Baba, tengeneza njia, tengeneza njia, tengeneza njia, tengeneza njia. Mahali pasipokuwa na mlango, Baba, unaweza kutengeneza mlango na sisi tukavuka. Tazama wana wa Israeli, Biblia inasema wana Misri walikuwa wakiwafuatilia, lakini walifika kwenye bahari ya Shamu, hakuna njia. Kumbe Mungu anaweza kufanya njia mpaka mahali ambapo kuna maji kwenye bahari, akatengeneza njia na wakavuka. Asubuhi ya leo paza sauti yako, mwambie Baba, familia yangu natamani ivuke. Mbele yangu kuna milima, mbele yangu kuna bahari. Baba, tengeneza njia, tengeneza njia, tengeneza njia, tengeneza njia. Kila mahali pasipokuwa na njia, mpigie Yesu kelele asubuhi ya leo. Baba, tengeneza njia, tengeneza njia, tengeneza njia. Natamani kuvuka, natamani kwenda upande wa pili, natamani kupiga hatua. Shandari kabaraba arapa korobo bobo la karia mandereba le koria manda makando koria mando. Shetani anajua ya kwamba siwezi kuvuka mahali popote, lakini hajui ya kwamba kuna Mungu tunaye ambaye ni Mungu mtengeneza njia mahali pasipo na njia. Asubuhi ya leo mwambie Yesu, tengeneza njia tena. Wewe ni mtengeneza njia. Adui anaamini ya kwamba sitavuka, adui anaamini nitabaki hapa hapa, adui anaamini utakuwa masikini, adui anaamini ya kwamba sitavuka, adui anaamini ya kwamba sitafaulu. Ajui ya kwamba kuna mahali Bwana aliweza kutengeneza njia, akatenganisha bahari ya Shamu na kuna watu wakapita. Ajui ya kwamba imeandikwa atafanya njia palipo na milima, palipo na milima. Asubuhi ya leo mwambie Baba, mwambie Baba, ni njia tena, nifanyie njia tena. Natamani kupita, natamani kuvuka. Ayaraba karaba kori lekataba kori lendoria makoria ashando koria. Mahali walipokukatia tamaa, Yesu anaweza kufanya njia pasipo na njia. Yesu anaweza kufanya njia pasipo na njia. Mahali ambapo huelewi, haijalishi una uwezo, haijalishi hujasoma, haijalishi una hela, lakini Biblia inasema Mungu anaweza kufanya njia. Hebu muombe asubuhi ya leo kwa imani kubwa, mwambie Baba, unaweza kufanya njia. Haijalishi magumu mangapi yamenizunguka kushoto na kulia, haijalishi adui ana silaha ngapi, haijalishi adui ananifuatilia kwa nguvu gani, lakini nachojua ni kwamba Mungu yupo ambaye anafanya njia katikati ya milima, anaweza kufanya njia katikati ya bahari. Arabakarabakora randa katariano lero
kufanya Bwana? Ni gani? Ni nani? Ni nani? Ni neno gani gumu ambalo hawezi kufanya? Ni mlima gani ambao Yesu hawezi kuweka njia? Ni matatizo gani hayo ulionayo? Yesu anaweza kufanya yote. Zaidi ya yote, mwombe asubuhi ya leo, mwambie Baba, nataka njia, nataka njia. Ni kweli inaonekana kama hakuna njia, lakini wewe ni mtengeneza njia. Wewe ni mtengeneza njia. Unaweza, unaweza. Ropokori la karababa aramando koriamando. Mwambie Yesu, tengeneza, tengeneza njia, tengeneza njia, tengeneza njia kwa ndugu zangu, tengeneza njia kwa watoto wangu, tengeneza njia kila mahali, kila mahali. Muombe, muombe, muombe. Amesema ombeni nanyi mtapewa. Sikio lake si zito wala siweze kusikia. Mwambie Yesu, fanya tena, weka njia, weka njia mbele yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Robo koria bashanda. Hebu fungua kinywa chako, mwambie Baba, nakushukuru. Mwambie Yesu, nakushukuru. Asante Bwana mabwana. Pigie Yesu makofi ya shukrani. Pigie Yesu makofi mengi. Yesu atafanya njia pasipo na njia. Hao maadui wanaojiuliza atavukaje, watakuona upande wa pili, watakuona upande wa pili. Pigie Yesu makofi, makofi mengi ya imani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaweza ukaketi kwenye uwepo wa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tunaendelea na maombi yetu. Tunaomba kwa habari ya kuomba msaada kwa Mungu, kuomba msaada mbele za Mungu, kuomba msaada mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na jana tukaangalia mambo mengi, na leo natamani kama unaandika, andika jambo hili lingine ambalo natamani tuombe siku ya leo. Kuomba msaada wa Mungu katikati ya nyakati za mateso au dhidi ya mtesi, au unaweza ukasema dhidi ya mateso kwenye kila eneo kwenye maisha yetu. Maana kwenye uchumi, kwenye biashara, hapa ni mahali ambapo inaweza ikawa inatofautiana kutoka kwa mtu mmoja au mtu mwingine. Tunasema kuomba msaada wa Mungu katikati ya nyakati za mateso. Tunasema kwenye nyakati za mateso za mtu huyu, anawezekana ni nyakati za mateso kwenye uchumi wake. Nyakati za mateso zinapofika kwa huyu mwingine, nyakati za mateso kwake ni kwenye kazi. Kuna mateso, kuna mtesi amesimama anayesababisha mateso. Wengine mateso ni kwenye ndoa, wengine mateso ni kwenye familia. Kuna nyakati zinaitwa nyakati za mateso. Kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 46, Zaburi sura ile ya 46, kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 46, Biblia inasema kwenye mstari wa kwanza, anasema Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Wakati wa mateso, manake asema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Hakuna mahali tunaweza kukimbilia, ila tunaweza kukimbilia kwa Mungu, kwa sababu yeye kwetu si tu kwamba kimbilio, lakini na nguvu kwetu. Anasema ni msaada unaonekana tele wakati wa mateso. Manake ni jina au tafsiri nyingine ya Mungu. Asema ni msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo katikati ya nyakati za mateso unazozipitia kwenye maisha yako, kuna kitu kinaitwa msaada wa Mungu unaokuja katika nyakati au wakati wa mateso kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lengo letu ni kuomba kwa habari ya msaada wa Mungu katikati ya hizo nyakati za mateso. Na tunapozungumza habari ya nyakati za mateso, wapendwa katika Kristo, tunazungumza habari ya nyakati hizo za mateso. Ndani yake kuna mtu anaitwa mtesi. Mtesi
ndiye anayesababisha pia nyakati za mateso. Lakini katikati ya nyakati hizo za mateso, nyakati hizo za mateso, ndani yake kuna mtesi, lakini ndiye mmojawapo anayeleta kitu kinaitwa mateso kwenye hizo nyakati. Kwa hiyo uwepo wa mateso itatupa udhihirisho, kuna uwezekano ni wakati au nyakati za mateso anazopitia mtu fulani. Uwepo wa mtesi ni uwepo wa nyakati za mateso na uwepo wa mateso katikati ya hapo mahali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kuomba msaada wa Mungu, anazungumza yeye mwenyewe, asema Mungu kwetu ni kimbilio, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaonekana tele, tena sio kidogo, tele, manake kwa wingi wakati wa mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kitabu hicho cha Zaburi sura ile ya 60, nilikusomea hapa kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 60 mstari ule wa 11 tu, anasema utuletee msaada juu ya mtesi, utuletee msaada juu ya mtesi. Maanake tafsiri nyingine tukitoa neno mtesi, anasema utuletee msaada juu ya mateso. Tukitoa neno mateso, anasema utuletee msaada juu ya wakati wa mateso. Maanake katikati ya majira ya mateso tunahitaji msaada wa Mungu. Mimi sijui ni nyakati gani unazopitia wewe, aidha ni za madeni au za nini, wengine za kukataliwa, wengine kwenye ndoa, wengine kwenye kila eneo, lakini tunaitafsiri kama ni nyakati, zinaitwa nyakati za mateso. Na katikati ya hapo, wapendwa katika Kristo, kuna mtu anaitwa mtesi. Kwa hiyo katikati ya kushughulika kwa habari ya nyakati za mateso, usije ukaacha kushughulika na mtu anaitwa mtesi. Wengine wanashughulika juu na matatizo tu na mateso, wengine wanashughulika tu na nyakati, lakini kuna mtu anaitwa mtesi. Ukishughulika na mateso pasipo kushughulika na mtesi, atapumzika leo, atalala kesho, ila kesho ataamka tena kuhakikisha analeta mateso. Sasa mtesi anaweza akawa kwenye tafsiri nyingi sana. Adui tunamtafsiri, wengine wanawekewa mapepo, wengine anakuwa ni mtu ndani yake kunakuwa kuna uharibifu. Mateso yanakuwa yanaletwa kila siku. Kushughulika na nyakati za mateso kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo natamani uone hapa, sitaingia ndani sana, lakini nataka nikuonyeshe maeneo ambayo Mungu huwa ana tabia ya kuachilia msaada katikati ya nyakati za mateso. Andika jambo la kwanza. Andika mambo au msaada Mungu anaweza kuachilia katikati ya mateso. Msaada ambao Mungu anaweza kuachilia katikati ya mateso. Andika namba 1, ni msaada wa kuangusha, wa kukanyaga, au unaweza kaandika kuwapiga kila mtesi kwenye maisha yako au mateso kwenye maisha yako. Nyakati za mateso, kazi mojawapo Mungu huwa na tabia ya kuachilia msaada, ni msaada wa kuangusha, kuwapiga, kuwakanyaga watesi au mtesi au mateso. Kwa hiyo mtu anapoomba habari ya msaada kutoka kwa Mungu, kati ya msaada mojawapo Mungu anaachilia kwenye maisha ya mtu ni kiwango ambacho Mungu anaachilia msaada wa kufika. Wewe umemwambia Baba, ninaomba msaada kwenye uchumi wangu, naomba msaada Bwana kwenye kila mateso, mengine hata huyajui. Kinachofanyika, Mungu akiingia kati, anafika msaada mmojawapo, anakanyaga, anapiga mateso na kila mtesi anayesimama kwenye maisha yako. Anafanya vita kwenye kila eneo, mtesi mahali popote aliposimama. Bwana Yesu asifiwe. Fungua nami kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 27. Zaburi sura ile ya 27. Kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 27. Zaburi sura ile ya 27 mstari ule wa 2, Biblia inasema watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu. Manake ni waadui au watesi. Anasema watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Msaada mmoja wapo Mungu anaweza kufanya juu ya watesi ni kuwafanya waanguke. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndipo mahali ambapo unaweza ukawa
kuna vita, kuna watesi wameingia kwenye maisha yako. Uhitaji hata kupambana, uhitaji hata kupiga kelele, uhitaji hata kufanya fudo yoyote. Unahitaji kumwambia Baba, katika jina la Yesu ninaomba msaada wako juu ya kila mtesi, juu ya kila mateso yaliyoibuka kwenye maisha yangu. Unashangaa moja ya msaada Mungu anayofanya, anaanza kushughulika na watesi pamoja na mateso yote kwenye maisha yako. Anashughulika mwenyewe, anayaangusha. Asema watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu, watesi wangu pamoja na adui zangu walijikwaa wakaanguka wao wenyewe. Mimi sikurusha fimbo, sikurusha ngumi, sikurusha maneno. Hapa ndipo wapendwa katika Kristo tunafanya makosa. Kuna mateso yanaibuka kwenye maisha yetu, kuna watesi wanainuka kwenye maisha yetu. Unaanza kutumia mdomo, unapiga kelele, unalalamika, unafanya hivi, unaharibu. Katikati ya mateso yanapotoka, anza kuomba msaada mbele za Mungu. Tabia mojawapo ya Mungu, ukimuomba msaada katikati ya watesi, huwa yeye ndio anashughulika na watesi wako, anawaangusha, anawaangusha, anawaangusha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini angalia mstari huu mwingine, kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 44 mstari ule wa 5. Kitabu cha Zaburi sura hiyo, Zaburi sura ile ya 44 mstari ule wa 5, anasema Mungu, wewe ndiye mfalme wangu, uagize. Kitabu cha Zaburi sura ile ya 45, Zaburi sura ile ya 45 mstari wa 5. Yes, 44, sorry, mstari wa 44 mstari wa 5. Zaburi 44 mstari wa 5, 44 mstari wa 5, mstari wa 5, mstari wa 5. Anasema kwa nguvu zako tutawaangusha watesi wetu, kwa jina lako tutawakanyaga watupingao. Kwa nguvu zako tutawaangusha watesi wetu. Ni nguvu za Mungu. Huwa anapoomba msaada mbele za Mungu juu ya nyakati za mateso, juu ya watesi, juu ya maadui zako, tabia mojawapo ya Mungu asema ni kuangusha, ni kuangusha. Si kama tunaelewana vizuri wapendwa katika Kristo? Haleluya. Lakini pia utasoma kitabu cha Zaburi sura ile ya 60 mstari wa 12. Zaburi sura ile ya 60 mstari wa 12, niende very fast. Anasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu, atawakanyaga. Kwa hiyo jambo la kwanza tunasema, Mungu, ukiomba msaada mbele za Mungu katikati ya nyakati za mateso, ana tabia mojawapo ya kuhakikisha anawaangusha, anawakanyaga watesi wako katikati ya maisha yako. Lakini jambo la pili, andika, ukiwa unaomba msaada wa Mungu, Mungu huwa ana tabia ya kutuokoa dhidi ya kila mtesi. Ana tabia ya kutuokoa dhidi ya kila mtesi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, Mungu anawaangusha, anawakanyaga watesi wako. Lakini jambo la pili tunasema Mungu huwa ana tabia ya kutuokoa. Kuokoa maana yake ni wokovu. Mungu anaweza akakuchomoa katikati ya vita, anaweza akakuchomoa katikati ya watesi wako, katikati ya mateso. Yesu anakuokoa. Kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 44, Zaburi sura ile ya 44 mstari ule wa 6. Zaburi sura ile ya 44 mstari wa 7, sorry, mstari wa 7, Biblia inasema bali wewe ndiwe uliyetuokoa na watesi. Wewe ndiwe uliyetuokoa na watesi wetu, na watuchukiao wameaibishwa. Wokovu mojawapo wa Mungu upo katikati ya watesi. Mateso ulionayo, Mungu anaweza kukuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Zaburi sura ile ya 136, Zaburi sura ile ya 136, Zaburi sura ile ya 136 mstari ni ule wa 24. Zaburi sura ya 136 mstari ule wa 24, biasema akatuokoa na watesi wetu. Tamani uone akatuokoa na watesi wetu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akatuokoa
na watesi wetu. Nakumbuka kuna mstari mmoja kipindi ambacho Yesu alikuwa msalabani, wale waliokuwa namsulubisha, kuna maneno walikuwa wanasema, kama wewe ndiwe mwana wa Mungu unaweza ukaagiza malaika wakaja wakakuokoa, unaweza sijui ukamwambia nani akaja kukuokoa. Wale waliokuwa wanazungumza walikuwa wako rohoni kabisa, wanaelewa moja kati ya alama ya Mungu katikati ya nyakati za mateso. Yesu yuko msalabani, Yesu anapita kwenye mateso, wanamwambia kama wewe ndiwe unaweza kumtuma mtu aje kukuokoa. Maanake wanajua Mungu ni Mungu wa wokovu katikati ya kipindi cha mateso, katikati ya nyakati za mateso. Wanamwambia Mungu anaweza kukuokoa kama wewe ni mwana wa Mungu, agize Mungu aje kukuokoa. Kwa hiyo wapendwa katika Kristo, Mungu ana tabia kuokoa katikati ya mateso. Haleluya. Nakumbuka Yesu alipokuwa na shetani pale, ni kitabu cha Mathayo sura ya 4, ukisoma vizuri, anamwambia, amemweka kwenye mlima mrefu, anamwambia unaweza kujitupa kama wewe ni mwana wa Mungu, unaweza kujitupa, alafu Mungu atakuagizia malaika waje kukuokoa. Na shetani pia alikuwa anajua kwamba katikati ya mateso walionayo Mungu ana tabia ya kuokoa, kunyakua mahali ambapo walikuwa wanataka kwenda kuumia, kuharibika, uchumi wao unaenda kufa. Yesu anafika anawaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Swali la kujiuliza, kwa nini katikati ya yale mateso Mungu hakuweza kumuokoa Yesu? Kwa nini? Kwa hiyo jibu litakuja hapa. Nitakuonyesha na aina nyingine ya msaada huko. Kuna aina ya msaada Mungu huwa na tabia ya kufanya kwenye maisha yako kulingana na kusudi lake. Kuna mahali Mungu hahitaji kukuokoa, Mungu anahitaji kupambana na maadui zako. Tumeona pointi ya kwanza, anawakanyaga, anafanya nini? Kuna mahali Mungu anahitaji sio kukanyaga maadui zako, anahitaji kukuokoa katikati ya maadui zako, kukuletea wokovu katikati ya maadui zako. Angalia na pointi nyingine huku ya tatu. Kitu gani Mungu anafanya? Anaachilia msaada kipindi ambacho ni cha mateso. Andika jambo lingine hapa. Jambo lingine la tatu, ana tabia ya kutuokoa, ya kutufanya tuwe hodari katikati ya watesi. Unaona jambo lingine, tabia nyingine Mungu huwa ana tabia ya kufanya, si tu kwamba Mungu anaweza akawakanyaga na kuwapiga maadui zako, si tu kwamba Mungu anaweza akakuokoa katikati ya maadui zako. Kitu kingine ni kumfanya mtu kuwa hodari. Hichi ndicho ambacho alikifanya Mungu alipokuwa Yesu anapita katikati ya mateso. Hakumuokoa, hakuwapiga maadui zake, ila Mungu alichokifanya katikati ya Yesu alipokuwa msalabani, alimfanya kuwa hodari. Kwa nini alimfanya kuwa hodari? Kwa lengo la kuhakikisha Yesu analitimiza kusudi lake. Taniuliza kwa nini na imekwaje? Unakumbuka kipindi Yesu alipokuwa msalabani, alipokuwa anaomba na wanafunzi wake kule mlimani, wakati anaomba anasema, Mungu, kikombe hiki kiniepuke. Lakini Biblia inasema kuna malaika alikuja wakati Yesu anaomba akamtia nguvu. Kipindi cha mateso kiko mbele. Mungu, si uniokoe, si wapige basi maadui zangu. Mungu akufanya hivyo vitu. Na kuna mahali anasema, Eloi Eloi lama sabakthani, Mungu wangu mbona umeniacha? Kiuhalisia ni kwamba Mungu hakumwacha, ila Mungu alimfanya kuwa hodari ili atimize kusudi na mapenzi ya Mungu pale msalabani. Haleluya. Kwa hiyo kuna mahali kwenye kipindi cha mateso, wapendwa katika Kristo, unaona watesi wako hapa. Unaona Daudi anazungumza pale, tuletee msaada juu ya watesi wetu. Kuna msaada Mungu hawezi kuja kushughulika na watesi, anakuja kukufanya wewe kuwa hodari. Fungua na mistari kadhaa ambayo nataka nikusomea hapa. Kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 105. Kitabu kile cha Zaburi 105 mstari wa 24. Zaburi 105. Zaburi 105 mstari ule wa 24. Biblia inasema, akawajalia watu wake wazae sana, akawafanya kuwa hodari kuliko watesi wao.
Maana yake watesi kumbe walikuwepo, kila mtu alikuwa na watesi walikuwepo, watesi wao akawafanya kuwa hodari kuliko watesi wao. Kitu kimoja wapo Mungu anafanya katikati ya mateso, katikati ya watesi waliokuzunguka, anakufanya wewe kuwa hodari. Lengo ni nini? Kufanya wewe utimize kusudi la Mungu. Na kuna vitu vingi sana hapo ambavyo sitaweza kufundisha, lakini pia andika jambo lingine. Mungu katikati ya nyakati za mateso au katikati ya mateso, Mungu ana tabia kuachilia mamlaka na hekima, juu ya watesi wako. Kitabu kile cha Luka, Mungu ana tabia kuachilia mamlaka pamoja na hekima. Kitabu kile cha Luka sura ile 21 mstari wa 15. Luka sura ile 21 mstari ule wa 15. Biblia inasema, kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nirudie tena, nasema kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Maana yake katikati ya nyakati za mateso, kitu kimoja wapo Mungu anaweza kukifanya ni kukupa hekima. Sasa hapa ndipo tunaomba. Hapa kuna kitu kimoja ambacho sijafundisha, inaitwa ni mazingira ya kiroho yanayoweza kufanya Mungu akaachilia msaada ukiwa unaomba msaada. Sijafundisha hicho kipengele. Kuna kipengele kimoja kinasema, kuna mahali wapendwa katika Kristo, ukiwa unaomba msaada, sheria au taratibu za kiroho, unatakiwa uhakikishe unaomba msaada au maombi yako kulingana na kitu kinaitwa kusudi la Mungu. Sijakifundisha hicho kitu. Ndio kitu kimoja hapo kinaonekana hapa, kwamba hapa Mungu anaachilia hekima katikati ya maadui zako pamoja na matesi. Sasa wewe unatakiwa uombe kulingana na kusudi la Mungu na kuomba sawa sawa na Mungu anavyotaka katikati ya maadui zako, kwa sababu kuna mahali wewe utakuwa unaomba maombi yako ili kuwafanya maadui zako waanguke, wafe, wapotee, waharibike. Lakini Mungu hana huo mpango wa kuharibu maadui zako. Anataka tu akupe hekima kubwa itakayoweza kufanya wewe ukapambana na maadui zako. Kuna mahali Mungu hahitaji kuwaua wa maadui zako, anahitaji kufanya wewe tu kuwa hodari katikati ya maadui zako. Anasema, na watuma katikati ya mbwa mwitu, muwe na hekima kama huwa. Ndio anachokizungumza. Upo katikati ya mateso, upo katikati ya vita. Kuna mahali Mungu hahitaji kupambana na maadui zako, anatakiwa akupe hekima. Sasa hapa ndiko mahali ambapo tunakosa. Kuna mahali unakosa hekima katikati ya vita ambayo kiurahisi ulitakiwa kuishinda kiurahisi. Ni hekima tu ilitakiwa kutumika wewe kushinda hiyo vita. Una hekima, unajaribu kutafuta msaada vitu ambavyo havipo, unajikuta unaharibu, unaongeza mateso, unaongeza uchungu, unaongeza vita kwenye maisha yako. Unapoomba msaada, omba msaada. Nimefundisha hapa habari ya wewe unyenyekeje moyo wako kwenye tumaini kwa Mungu. Na kuna mahali nimekufundisha hapa kwa habari ya Roho. Anaweza kutusaidia mahali ambapo sisi tuna udhaifu, hatujui tupasavyo kuomba. Amezungumza kitabu cha Warumi. Mungu akusaidie na kupitia Roho Mtakatifu akusaidie kuomba ikupasavyo kuomba, kwa sababu sisi hatujui nyakati ulizo nazo, nyakati za mateso. Unahitaji aina gani ya msaada Mungu akuletee katikati ya mateso? Mungu, naomba msaada, waue, waangamize. Mungu asema, no, siwezi kuwaua, nahitaji kukupa hekima. Unahitaji kuwa, Roho Mtakatifu anakuambia hekima tu unahitaji hapa uvuke. Unahitaji kuomba Mungu akupe nguvu ya hodari uvuke, kwa sababu mimi siwezi kuondoa hili jaribu, siwezi kuondoa haya mateso. Wewe ni mtumishi wangu, nahitaji uvuke hapa ili kuna kitu fulani kwenye ulimwengu wa roho kitukuzwe.
unahitaji hekima. Sihitaji kuua maadui zako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atupe hekima katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaweza kuombea hichi kitu kimoja kwenye vitu vingi, kwa sababu ni maombi mengi, lakini natamani tutaomba tu. Baba, ninaomba msaada. Tutamka hayo maneno mara kadhaa na Mungu ataachilia msaada kwenye kila eneo kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kusimama hapo katika chache tukaomba msaada mbele za Mungu juu ya nyakati za mateso, na Mungu katika jina la Yesu atatusaidia katika jina la Yesu. Hebu nyenyua mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, asante kwa ufunuo huu katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, katikati ya kila nyakati, katikati ya wakati wa mateso kwenye maisha yangu, sema Bwana Yesu, nimegundua ya kwamba msalabani kwako niko kwenye msaada. Sema asubuhi ya leo Bwana, asubuhi ya leo Bwana, yawe ni mateso kwenye maisha yangu, yawe ni mateso kwenye familia yangu, yawe ni mateso kwa watoto, yawe ni mateso kwenye uchumi, yawe ni mateso kwenye kazi, sema Bwana Yesu, asubuhi ya leo ninaomba msaada wako, ninaomba msaada wako katika jina la Yesu. Sema kila mahali ninapohitaji kuokolewa, sema Bwana Yesu, uniokoe. Kila mahali ninapohitajika maadui zangu waanguke, maadui zangu wakanyagwe, sema Bwana Yesu, ninaomba msaada wako katika jina la Yesu. Kila mahali ninapohitaji msaada wa mimi kuwa hodari, sema Bwana Yesu, nipe nguvu niwe hodari. Sema kila mahali na kila mateso yanayonihitaji niwe na hekima, niwe na mamlaka, nipe mamlaka, nipe hekima katika jina la Yesu. Hebu fungua kinywa chako, paza sauti yako kwa Bwana, mwambie Baba, ninaomba msaada katikati ya mateso, ninaomba msaada katikati ya watesi, ninaomba msaada juu ya mateso, mateso kwenye familia, mateso kwenye kazi, mateso kwa watoto, mateso kwenye uchumi. Lakataraba baba lisanduria mandu rapa koria mandaraba shanduria manderebo koria karose ke bariando komande manderia kandoria makoria. Mwambie Baba, achilia msaada, achilia msaada, achilia msaada, achilia msaada kwenye uchumi, achilia msaada kwenye kazi, achilia msaada kwenye ndoa. Paza sauti yako. Mimi sijui ni wapi unatamani msaada wa Bwana. Omba asubuhi ya leo, paza sauti yako, mwambie Baba, msaada wako, msaada wako. Shandaria makori likatari ya mande manderi ya kori likatara mashando likariando robosika. Roho naye atawasaidia katikati ya kuomba kwenu. Mwambie Baba, nisaidie ninapohitaji hekima. Baba, nijaze hekima ninapohitaji kuokolewa. Yesu, katikati ya mateso, wokovu wako kawe juu yangu. Lerabariando likatariando rababa rapa koria mande. Mimi sijui napitia kwenye nyakati hizi za mateso au nyakati za mateso ziko mbele yangu. Sijui ni mtesi amekaa nyuma yangu au amekaa mbele yangu au amekaa juu yangu. Mwambie Baba, nahitaji msaada wako, nahitaji msaada wako, nahitaji msaada wako. Kila mtesi aliyoko mbele yangu, aliyo nyuma yangu, aliyo katikati yangu, Baba, nahitaji msaada, nahitaji msaada. Wakupondwa wapondwe, wakukanyagwa wakanyagwe, bali pa kuokolewa niokolewe. Bwana, kwa neema yako, mahali pa kutiwa nguvu na kuwa hodari, Baba, nipe nguvu na nifanye kuwa hodari. Aisharia rabakori likataraba baba rapa koria mando. Paza sauti yako, mwambie Baba nisaidie, mwambie Baba nisaidie, mwambie Baba nisaidie katika jina la Yesu. Hebu anza kumshukuru Bwana, mwambie Baba ninakushukuru.
Asante Bwana, Bwana, katika jina kula Yesu Kristo. Pigie Yesu makofi.